tuweze kushiriki pamoja hivi sasa na baadaye pia tutaendelea kwa pamoja. Vipaumbele vya kanisa, na nitaomba tusome Matendo ya Mitume ile sura ya 2 na ule mstari wa 42. Aliyepata anaweza kanisaidia kusoma. Matendo ya Mitume sura ya 2 na ule mstari wa 42. Biblia inasema hivi, tasoma. Biblia inasema, nianzie 41. Anasema, nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. 42 anasema, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Sasa mistari ambayo nimeisoma inatupatia picha kubwa inayohusu kanisa la kwanza. Napozungumzia kanisa la kwanza, nazungumzia lile kanisa ambalo Yesu aliliacha, kwa sababu Yesu alipokuwa anaondoka duniani kurudi mbinguni, aliacha kanisa lenye waamini kama 120, na sehemu ya wale waamini walikuwa ni wale mitume wake, walikuwa wako mahali pale wakiendelea kuhubiri na kufundisha. Sasa kanisa hili tunalitazama kama mfano kwa makanisa yote, na kanisa hili lilizaliwa siku ya Pentekoste. Mtume Petro alihubiri Injili, na alipohubiri Injili, Biblia inasema watu 3,000 walimpokea na kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Sasa kumwamini Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao ilikuwa ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, namna gani hawa watu wangeweza kuendelea mbele baada ya kuwa wamemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Mitume waliweka mambo kama 3 ya msingi ambayo walitaka wale watu waweze kujengwa katika mambo hayo, na waliamini wakijengwa katika mambo hayo, waamini hao watakuwa ni waamini wenye nguvu na itakuwa ni kanisa lenye nguvu. Kwa hiyo sasa, ninapozungumzia vipaumbele vya kanisa, nini maana ya vipaumbele? Vipaumbele ni yale mambo unayoyapa nafasi ya juu katika maisha, katika familia, lakini hapa nazungumzia vipaumbele vya kanisa. Ni yale mambo unayoyapa nafasi ya juu. Sasa mitume walitoa vipaumbele katika mambo kama 3 ambayo tutaangalia baadaye. Ni kwa nini mitume waliweka vipaumbele hivyo? Kwa sababu vipaumbele vya kanisa huwa vinaamua mwelekeo wa kanisa uweje. Kadhalika pia hata vipaumbele katika maisha tu ya mtu binafsi, vile vipaumbele vyako huwa vinaamua mwelekeo wako uweje. Unaweza kuwa na mwelekeo mbaya kama una vipaumbele vibaya. Unaweza kuwa na mwelekeo mzuri kama utakuwa na vipaumbele vizuri. Kwa hiyo itategemea vipaumbele vyako ni vipi. Uliwahi ona mtu ni mlevi tu, yaani akiamka anachowaza kwenye kichwa chake ni kulewa pombe, basi hicho ndicho kipaumbele chake, kinaongoza maisha yake. Wengine wana vipaumbele vya kishirikina tu, yaani kila akiamka nawaza kwa mganga, wapi aende Bagamoyo, aende Tanga, sijui aende Chanika, sijui aende Mbondole, sijui aende Pugu, akisikia tu kuna mwaguzi. Kipaumbele chake